Kalonzo Musyoka aliwekwa on bench to be the most senior lawyers na Martha Karua. And they know what the constitution says. Ruto has not come out from the constitution. Sasa kwa sababu wanataka kutisha watu kwa sababu ya kesho, hata watu wasikuje. Nimeona aibu kubwa kwa mbunge mmoja wakili akisema that kuna lori inakuja kutoka Uganda na silaha. Kwa sababu ya kesho. Silaha ya kupiga nani? Serikali itaweza kupiga watu yake? In which way? Ni silaha gani tumekosa ya kuprotect Kenyans kama ingetakikana? Serikali iko na enough capacity to protect Kenyans even in the border of other countries, of other neighbors. So when we are saying that kuna lori Omoro, you should be arrested. And the problem we are having, our excellency, ni kuchukua muda kuweza kushika watu. Nothing will happen wala watu wanaharibu nchi kukamatwa because wanataka bloodshed. Opposition ya Azimio wamepanga kabisa mambo ya kuharibu nchi yetu. Hiyo ndio mpango ile wako naye. Na kwa sababu wanaona wananchi wamekataana na hawa, the public have refused. Listen to people wakitengana in other areas. Wamesema enough is enough. They must protect themselves. Watu kusema watajiprotect, si kusema ni serikali itaingilia. Serikali assurance ile iko naye ni kuprotect. Kuchoma kwa vitu, looting na kuua watu. Kalonzo, shame on you. Wewe umetoka kwa media saa hii na unasema ate kuna Subaru ilikuwa inafuata watu kuua na ilikuwa na kabila moja. How can you incite people? Which kabila moja hii? Kama ulikuwa kwa hiyo gari wewe mwenyewe ama ni nyinyi mlipanga, then mnajua ni kabila moja. If you are not in that vehicle, how do you put it that ni kabila moja? This is incitement. Na hii kabila moja kwa nini huwezi kutuambia basi unajua ni kabila moja? You can tell us and give us the names. This propaganda mumeanza kutoka juzi Kisumu wakisema ati Raila kuna mpango ya kuua Raila. Who? As who? Anauliwa nini? Who is going to kill him for what? Afanya kazi yake ya upinzani, no problem. Na nyinyi mnadanganya wana Kenya that munafuata katiba imekubali demonstration. I agree 100%. Katiba imekubali namna hiyo. Lakini katiba mtuoneshe pahali imesema wakati mnafanya demonstration magari ichomwe, vitu ya watu yaharibiwe, looting ifanywe. Kenyans, you have seen it. Your eyes. Mumeona na macho yenu. Is it in the constitution? Kuchoma vitu ya watu. Kuchoma barabara ambayo imetengezwa na pesa ya kodi. Where is it? The constitution have said the time of demonstration watu wafanya looting. Kitengana mmechoma ofisi ya chief, mmechoma ofisi ya serikali, mmechoma ofisi ya vipandi. Ofisi, is it coming in the road? Is it protecting anybody? Baka ya vipandi na protect nani? We can say that the proper and the planning you have ni ile mambo mmepanga. Kama kuna silaha itatoka nje ni yenu, tunajua. And we know baka mko na tear gas nyinyi wenyewe. And we know very well hata silaha munazo. So even these people wengine wanasemekana wameuawa. I don't deny kuna watu wamekufa. But we want to know who killed these people. Kwa sababu police, they can defend themselves because they are also our children. But you have even guns and tear gas ya kupiga watu, ya kuua watu. You want people to die so that mwekelee serikali ni serikali imefanya namna hiyo. I saw the issue ile itubua watoto tear gas kwa darasa. I want to say clearly the government cannot get involved in those things. Kupiga watu yake na ndio naongoza. But we know even you have tear gas. I don't know, lakini yawezekana hata nyinyi
Mnatupa tear gas kwa mashule, kwa sehemu zingine ndio iweze kuonekana that the government inapiga watu yake. Let me tell you Kenyans. Ile kitu Raila anataka ni kupindua serikali. Nimeona wameanza kuangalia retired people, wale wamekuwa kwa jeshi, wale wamekuwa kwa AP, wale wamekuwa kwa polisi. They are doing it all over. Wakitafuta hiyo watu. Unawatafuta wafanye nini? These guys have retired. They want to relax. They want a good country. Unawatafuta ya nini? Your aim na lengo lenyu ni kupindua serikali. Unasema Malaysia's group. Nyinyi ndio mko na Mungeke. It is clear and it is known. Nyinyi ndio mko na Mungeke, Malaysia's group. Nyinyi ndio mko naye. Hii mambo ya mlolongo, mlibeba watu kutoka Nyanza nyinyi wenyewe. Na Kibera na sehemu ile zingine. Sio watu ya mlolongo, mlolongo hawezi kubali kuchoma vitu yao. You did it. You people. Mlifanya hiyo. Kubeba watu. What we are urging our government and our security. Hii mambo ya venting people. Wengine wataanza kubebwa leo. Wakiletwa. Na wameanza kupangwa. Msidanganywe kufungwa macho na upinzani. They are ready to destroy this country. And I'm asking upinzani. Surely, mnatafuta njia ya kupindua serikali. Mtaongoza nani? Mkiwa watu yote. Because your plan is killing people. Yusi nasikia Raila anasema ati maombolezi siku 5. Maombolezi yenye watu mmeua. And they want also the government. Especially Professor Kibiki. Tunataka pia tujue ni askari ngapi wamekufa. Kwa sababu the polisi ikikufa is nothing. Lakini watu wa kutupa maya demonstration kuvunja wakikufa is an issue. The police also there are children. We want everybody to be safe. Tumeona wakikufa. Hata sehemu zingine yote iko na mambo ya incitement hata Baringo hata wapi. Our police are dying. Northeastern wapi? Lamu. Polisi hakuna mtu wa kuwatetea. They are human being. They are our children. And your children. Lakini wewe kaanza kwa sababu najua mtoto yako Yala. Kama sasa ako huko Yala. Wewe leo unajua your daughter ako Yala. Ndugu yako unajua pahali iko ni safe. Si mwaleke mbele wapigane. And I'm urging our people, vijana wetu Mungeke. Tafadhali, don't be used to kill your own people. Don't be used. Don't be used. Sasa wameanza kuwa na uoga, ndio wameanza propaganda wanaanza kuweka. Mnaingiza mambo ya Uganda sasa. Ati Uganda wanaleta askari hapa, wanaleta silaha hapa. Those are completely pure propaganda. Msiingize nchi nyingine mambo ya uhalifu yenu. Wakataa kusaidia nyinyi, msiingize serikali nyingine. Museveni has nothing to do with that. Museveni is looking for peace everywhere in this country.